Hapo mwanzo alikuwako neno, naye huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Tangu mwanzo huyo neno alikuwa pamoja na Mungu. Vitu vyote viliumbwa kupitia kwake, na hakuna chochote kilichoumbwa ambacho kimeumbwa pasipo yeye. Ndani yake kulikuwa na uzima, nao huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Nuru ung'aa gizani, nalo giza alikuishinda. Alikuja mtu mmoja aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Alikuja kama shahidi apate kushuhudia hiyo nuru, ili kupitia kwake watu wote waweze kuamini. Yeye mwenyewe hakuwa ile nuru, bali alikuja kuishuhudia hiyo nuru. Nuru halisi iliyomwangazia kila mtu ilikuwa inakuja ulimwenguni. Huyo neno alikuwako ulimwenguni, na ingawa ulimwengu uliumbwa kupitia kwake au kumtambua, alikuja kwa walio wake, lakini wao hawakumpokea. Bali wote waliompokea, yaani wale walioamini jina lake, aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Yohana 1:1-12. Yesu ni nani? Ni swali nzito, na pia jibu lake ni nzito, kwani jina hili lenyewe lina nguvu, uwezo na mamlaka yanayopita fahamu za mwanadamu. Lakini kwa Wakristo wengi wanafahamu Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ili hawajui ukuu, nguvu, mamlaka alionayo Bwana wa mabwana. Biblia inaeleza kuwa huyu Yesu kabla ya kupewa jina hilo alikuwa akiitwa Neno, na alikuwepo kabla hata ya ulimwengu kuumbwa, na yeye alikuwa stadi wa kazi za Mungu katika uumbaji. Hivyo basi Yesu Kristo ni ukamilifu kamili wa Mungu katika umbile la mwili wa kibinadamu. Kiufupi ni Mungu kulingana na Wakolosai 2:9. Yeye ni muumba, alikuwako tangu mwanzo, akiitwa Neno. Yeye ni uzima, mponyaji, mwenye nguvu, mtenda miujiza na Alfa na Omega, yaani mwanzo tena mwisho, kulingana na Ufunuo 1:8. Katika Yohana 6:35 Yesu alisema, mimi ndimi mkate wa uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kamwe, na yeye aniaminie hataona kiu kamwe. Hivyo basi Yesu ni uzima tena uhai. Kwake hakuna magonjwa wala maradhi. Yeye hupeana afya bila kipimo. Katika kitabu cha Yohana 8:12 Yesu akasema, akawaambia, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mtu yeyote akinifuata hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Wanaomwamini Yesu hupokea mwangaza kutoka kwake, yaani yeye huwapa mwelekeo katika kila jambo maishani. Katika kitabu cha Yohana 16:23 Yesu alisema, mkimwomba Baba jambo lolote kwa jina langu, yeye atawapa. Hakuna kipimo chochote ambacho kinakupa kikwazo kupokea unachokihitaji kutoka kwake Kristo. Kwa maana alisema tukiomba lolote kwa jina lake, sisi tutapewa. Mimi ni mzabibu, nani ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote. Mtu yeyote asipokaa ndani yangu, huyo hutupwa nje kama tawi la kunyauka. Matawi kama hayo hukusanywa na kutupwa motoni yakateketea. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Kwa hiyo Baba yangu utukuzwe kwa vile mnavyozaa matunda mengi, nanyi mtajidhihirisha kuwa wanafunzi wangu. Yohana 15:5-8. Tamani kumjua Yesu katika kiwango kingine. Tamani kumjua kuliko kawaida. Tamani kumjua Kristo kuliko wengine wanavyomjua. Tamani kuwa karibu na yeye kila wakati na kila siku. Akupe ushindi, amani, hekima, nguvu na mamlaka ya ajabu. Uishi ndani ya neema yake. Hadi wakati mwingine kama huu, kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Yesu awe rafiki yako wa karibu milele na milele daima. Nimekuwa wako Cyprian Mutuma.